anaweza kumwabudu Mungu akiwa kanisani na huko amefanikiwa? Ni ngumu sana. Na ndio maana utaona kwenye Biblia Yesu aliposema kwenye kile kitabu cha Luka ile sura ya 18 kwamba ni rahisi mno ngamia kupenya kwenye lile tundu la sindano, lakini ngumu tajiri kuona ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa nini? Mtu anapofanikiwa anakuwa na jeuri, mtu anapofanikiwa anakuwa na majivuno, anasahau alipotoka, anaanza kuwadharau hata waliomwinua, anaanza kumdharau hata Mungu aliyemtunzia uhai, anamdharau mpaka Mungu. Hataki ibada tena, hataki kuwathamini wengine kwa sababu amekwisha kufanikiwa. Kwa hiyo mambo mawili yanaweza kumwondoa mtu kwenye imani: maisha ya dhiki au maisha ya maskini, lakini pia ni maisha ya mafanikio. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwangalifu kweli kweli kwenye ile lengo, kwamba leo ukiwa huna kitu unaweza kushikamana na Mungu mpaka mwisho. Leo watoto unaweza kushikamana na Mungu. Maisha unayoishi leo yanatupa picha kwamba unaweza kuwa na pendo na Mungu ama la. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walitembea kwa miguu kwenda kumtafuta Bwana. Kuna watu waliuza vitu vyao kwa ajili ya kumpata Bwana. Kuna watu waliuza mashamba yao kwa ajili ya kumpata Bwana. Kuna watu waligawa mavazi yao kwa wengine kwa ajili ya kuwekeza kwa Bwana. Hebu sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamwomba Mungu kwenye kanisa hili asipatikane hata mmoja mwenye maisha ya dhiki akatoka kwenye imani, ama mwenye maisha aliyofanikiwa akatoka kwenye imani. Sema amen. Haleluya. Dhiki yako isikutenge na Mungu na mafanikio yako yasikutenge na Mungu. Naomba tuweke sawa hii. Angalia kitabu cha Filipi. Niongelee kwanza hii. Mwangalie Paulo anazungumziaje. Msikilize Paulo anachokiongea. Paulo anasema nimejifunza kuwa na hali zote. Nimejifunza kufanikiwa. Nimejifunza kuwa nimeshiba na nimejifunza kuwa na njaa. Anasema ni nini kitakachotenda upendo wa Kristo? Ndio huyo aliyesema na yaweza mambo yote katika yeye anitie nguvu. Ndio huyo Paulo kwenye Wafilipi ile sura ya 4. Kwa hiyo jifunze unapokuwa huna kitu kuonyesha upendo wako mbele za Mungu. Na jifunze unapokuwa umeinuliwa na Mungu kubaki kuwa mnyenyekevu mbele za Bwana. Sema amina. Sema amina. Amina yako ni ndogo. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba ufungue kitabu cha Wafilipi ile sura ya 4. Naomba fungua kitabu. Tuanze mstari wa 5. Naomba kila mmoja soma Biblia. Usiposoma Biblia utalala. Haya ninayosema yatakupita. Jifunze kusoma Biblia ukiwa kanisani. Jifunze kuandika ukiwa kanisani. Jifunze kuelekeza moyo wako mbele ya madhabahu ili twende pamoja, tushinde pamoja, tuinuliwe na Mungu pamoja. Sema amen. Kitabu cha Wafilipi ile sura ya 4. Nataka nisome hiyo Wafilipi sura ya 4 kuanzia mstari wake wa 5. Naomba kila mmoja uliyefika tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Anasema upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Naomba rudia tena. Upole wenu ujulikane na wali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Haja zenu zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Mambo yoyote yaliyo ya kweli na yoyote yaliyo ya staa na yoyote yaliyo ya haki na yoyote yaliyo safi na yoyote yenye kupendeza na yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri, yasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Yatendeni hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja na nyinyi. Anazungumza hayo ni nani? Ni Paulo huyo. Anasema yote mtakayosikia, yote mtakayoyaona, yale yaliyo ya adili, hayo yatendeni. Yale ambayo wewe leo unayafanya ndio watoto wako watakayoyafanya. Sijui kama kuna mwanamke ananielewa hapa. Yale mambo ambayo wewe unayapitia, watoto wako ndio watakayoyapitia. Tabu ya ndoa ambayo unapitia wewe leo, kataa kwa wanao wa kike, kataa kwa wanao wa kiume. Unaweza kuweka msingi kwa ajili ya wanao. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka msingi kwa ajili ya watoto wako. Na shangaa eti mtu hawezi kuingia kwenye mfungo kwa ajili ya wanae. Hawezi kuingia kwenye maombi. Sasa naomba tuendelee mstari wa 19. Anasema hivi. Mstari wa ngapi ule? Wa 10. Anasemaje? Ajili yangu kama vile mlivyokuwa mkilifikiri.
hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Naomba turudie mstari wa 10. Na alifurahi sana katika Bwana, kwa kuwa sasa mwisho mmeisha tena fikra zenu kwa ajili yangu, kama vile mlivyokuwa mkinifikiri hali yangu, lakini hamkupata nafasi. Nasema haya, nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyo nayo. Naongea haya ili mjue kwamba unatakiwa kuenenda na Mungu kwa hali yoyote unayoipitia. Iwe umekula, shikamana na Bwana. Iwe haujara, shikamana na Bwana. Watoto wamekula, watoto wajara, bado Yesu awe ni Bwana. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Una furaha, hauna furaha, Yesu aendelee kuwa ni Bwana kwenye maisha yako. Sasa kuna watu wakiwa na maisha ya dhiki, hana chakula, hana nauli, hana mavazi, hana hiki, hamtaki Bwana, huwezi kufanikiwa. Kuna vingine vinakuja ili Mungu akupime. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu Mungu anavileta kwako ili akupime kwamba wewe ni nani. Biblia inasema dhahabu husafishwa kwa nini? Kwa moto. Au inapimwa kwa nini? Kwa moto. Ili uweze kujua kwamba hii ni dhahabu, lazima ipitishwe kwenye nini? Kwenye moto. Ili wewe ujulikane ni mtumishi wa Mungu aliyekubariki, lazima upitie kwenye hayo unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Huna chakula, huna mavazi, huna kukutia moyo,